Inasemaje? Mjue sana Mungu, mstari wa 21. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndivyo mema yatakavyokujia. Rejea tena. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndivyo mema yatakavyokujia. Anasema mjue sana nani? Sio kidogo, nini? Sana. Mjue sana Mungu. Mungu katika kumjua kwako ni katika neno, sio katika maombezi. Ili umjue Mungu, jifunze kusoma neno. Huwezi kumjua Mungu kama hujajifunza kusoma neno. Katika kusoma neno ndipo utamjua Mungu kwako nani. Amekuokoa kwa sababu gani? Usiwe mtu wa kuja hapa kanisani unahubiriwa, alafu kwa sababu ngoja nikwambie, hapa ulipo umesikiliza. Ukitoka hapa kwa sababu mazingira unaoishi lile neno linaondoka. Fika nyumbani, endelea kusoma neno, ndipo utapokua. Huwezi kumjua Mungu kama huna tabia kusoma neno. Ukiwa unamsoma sana lile neno, ndipo utapomjua Mungu kwa mapana yake na marefu. Kuna watu wanamjua Mungu hapa, lakini kuna watu wanamjua Mungu mapana na marefu na kimo. Mungu unataka ukimjua lazima mjue marefu na mapana na kimo, ndipo utajua maisha yako yatafikia wapi. Huwezi kumjua Mungu kama huna tabia ya kusoma neno. Sio maombi, sio kanisani kusikiza, kwa sababu kichwani kwako kuna mengi huko ndani. Wakati unapohubiri mahali hapa, kitoka hapa yanaondoka, lakini unapoendelea kusoma lile neno ndipo utamjua sana Mungu. Anaposema unapomjua Mungu sana ndipo mema atapokujilia. Kuna watu hawezi wakayapata mema kwa sababu hawamjui Mungu. Na ndio maana nikasema kuna wakati kama humjui Mungu, kuna mambo mengine utasema kinyume na mapenzi ya Mungu, utajiongelea tofauti. Lakini kama unamjua Mungu, maana yake hautaongea kitu tofauti. Kwa nini unafika tu unaongea vitu vya tofauti? Kwa sababu hujamjua Mungu. Ukimjua Mungu, maana yake hautafika kusema kitu cha tofauti, utaongea kitu kile cha Mungu. Ndio maana anaposema najua sana mawazo yako, ninakuwazia aliyo mema. Kwa sababu katika kumjua kwako Mungu utajua Mungu anakuwazia nini. Katika kwa kumjua Mungu utajua Mungu amekuokoa kwa sababu gani. Katika kumjua kwako Mungu hautofanya ujinga. Utajua ninachokifanya hapa nitamkosea Mungu. Leo ukiona unafanya ujinga, maana yake unamkosea Mungu, hujamjua Mungu. Na ndio maana ukimwona mtu anafanya ujinga, maana yake hajamjua Mungu. Akimjua Mungu hawezi kufanya nini? Ujinga. Haijalishi Tito anamwambia mtu huwezi ufike hatua kwenye ibada uwe na utulivu. Wakati unakuja hapa ukimjua Mungu, huwezi kufanya ujinga kwenye ibada. Utafanya ujinga kwenye uwepo? Hapana. Utakuwa unainuka? Hapana. Kwa sababu umemjua nani? Mungu. Napokwenda uponi mwa Mungu, maana yake natakiwa niwe utulivu. Niwe naabudu katika nini? Roho na kweli. Katika kuabudu katika roho na kweli ndipo nitapomwona Mungu. Nisipoabudu katika roho na kweli, siku yangu itakuwa nimepoteza muda. Halo. Mwambie mwenzio ukiona unafanya ujinga, mzangu, bado hujamjua Mungu. Tukimjua Mungu hatuwezi kufanya kitu cha kitoto. Unafikiri utachelewa ibada? Biblia inasema vipi? Naye alituokoa kwa sababu ya dhambi zetu, alikufa kwa ajili yetu. Ni nani awezaye kutoa uhai kwa ajili ya mtu? Ile picha tu. Mungu anasema na wewe ulikuwa maeneo gani Mary? Mungu akakuokoa. Ukisikia kuokolewa, maana yake kuna gharama alilipa kumwokoa mtu. Mfano hata baharini, kuna kitu gani kinachoitwa ni gharama? Mtu amezama, maana yake swala kuokolewa ni mtu aliyezama, yuko kwenye shimo. Sasa ili akupate, akakubali kufa, akakubali kupigwa mijeledi, akamwaga damu akupate wewe. Hilo tu litakusababisha kumjua nani? Mungu. Ni kwa nini nimeokoka? Nimekuja hapa kanisani, nimeokolewa kwa sababu kuna mtu alimwaga damu yake. Maana kama alimwaga damu yake, sikustahili kuwepo, na mimi sikustahili kuinua mikono mbele zake, lakini yeye katikati ya familia akaniokoa. Unapomjua Mungu kwa sana, hata ukija ibadani mahali hapa hutofanya ujinga na hautofanya maelekezo kubembelezwa, na utakapo utulivu, na hautochelewa ibada, na hautaacha kwenda kwenye zoni, kwa sababu unajua alikokuwa sehemu fulani. Kuna wengine walistahili kufa, lakini alikokuwa katika fulani. Katika vile vile jitihada yako vile vile ya kumjua Mungu, ndivyo unaruhusu kuishi maisha marefu, ndivyo unaruhusu ustawi, ndivyo unaruhusu kuiona neema ya Kristo.
Kuna watu wataishia njiani kwa sababu ya kutaka hawamtaki kumjua Mungu. Mungu hajulikani hivi ninavyohubiri hapa. Hapa ni Jumapili wote. Mungu unamjua pale unapokaa peke yako na kumtafakari. Ndio maana akasema kaeni nyumbani kwetu mkitafakari, mkiutizama uzuri wa Mungu. Huwezi kumjua Mungu tumehubiri mahali hapa. Mungu anatakiwa kule unakoishi wewe, jambo la kwanza itizame unatizamini uko vipi. Sema amina. Sema amina. Mjue sana Mungu uliwa nini? Ndivyo. Huwezi kuona mema kama hujamjua Mungu sana. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Mithali, na wapenda wale wanipendao, wanitafuta kwa bidii hata nini? Ili umpende Mungu lazima umjue. Huwezi kumpenda Mungu kama hujamjua. Ili umtafute Mungu lazima umjue. Ili ufanye jitihada lazima umjue. Yaani usisikie mimi nasema namjua Mungu lakini huna muda kumtafuta, hujamjua Mungu. Ili umjue, jambo la kwanza unaanza kumtafuta kumjua kwako nani.